Hii hapa ni simulizi fupi kuhusu damu isiyo na hatia iliyomwagika sambamba na kuenea kwa Ukristo nchini Uganda. Siyo nyingine bali ni damu ya vijana wadogo, mashahidi wa Uganda. Mwanga, mfalme kijana wa wakati huo Buganda, alichanganya ujana na mamlaka na hivyo kuwa sumu kali kwa kila aliyejaribu kumpinga. Katika enzi ya karne ya 19, utawala wake uliingia giza kuu, giza lililozama ndani ya hofu, tamaa na mapenzi ya mabavu. Alitaka kutawala si tu ardhi bali pia roho za watu. Wakati huo kulikuwa na vuguvugu jipya, Ukristo. Ukristo ulileta nuru lakini pia mgongano. Vijana waliokuwa wasaidizi wake wa karibu, wanaume wenye nguvu, miili iliyojengwa kwa kazi ya kifalme, walivutwa na imani mpya ya Kikristo. Walikuwa wameanza kusema hapana kwa uzinzi wa mfalme, hapana kwa ulevi wa damu, na hapana kwa ibada za mizimu alizolazimisha mfalme. Karoli Lwanga, kijana mwenye tabasamu tulivu lakini mwenye macho ya moto, alikuwa kiini cha mapinduzi hayo. Alimfundisha kijana mdogo Kizito mwenye umri wa miaka 14 tu kuhusu nguvu ya roho iliyo huru hata mbele ya tishio la mauti. Usikubali mwili wako kuwa zawadi ya hofu, Karoli Lwanga alimwambia Kizito usiku mmoja walipokuwa wamejificha nyuma ya hekalu la kifalme. Lakini minong'ono hiyo iliingia katika masikio ya mfalme. Mwanga hakutaka tu utii wa kisiasa, alitaka uvunjaji wa dhamira, alitaka miili yao, akili yao na heshima yao. Usiku mmoja vijana hao shupavu wa imani walikamatwa. Wakafungwa minyororo ya chuma, wakapelekwa mbele ya mfalme ambaye macho yake yalikuwa yamejaa hasira na tamaa isiyo na mipaka. "Nawapa nafasi ya mwisho," mfalme alisema kwa sauti iliyojaa chuki. "Acheni imani yenu, fanyeni mnachotakiwa kufanya na mtakuwa salama, vinginevyo mtaungua hadi mifupa." Lwanga alitabasamu kwa uchungu kisha akajibu, "Tunaweza kuchoma miili yetu, lakini imani yetu haiwezi kushika moto." Siku ya hukumu ilifika. Walitembezwa hadi na Mugongo, miguu yao ikichomwa na mawe. Njiani walimtazama kila mmoja wao kwa heshima. Hawakulia, hawakuomba msamaha. Walikuwa tayari kukabiri tamaa ya damu ya mfalme wao. Moto mkubwa uliwashwa. Miili yao wapenda Kristo zaidi ya 45 iliteketea siku hiyo, lakini nyimbo za sifa zilisikika kutoka kwa ndimi zilizokuwa zikiteketea. Mwanamke mmoja aliyekuwa mtumwa wa kifalme alilia kisirisiri, "Hawa si wanadamu tu, hawa ni miungu," alisema mwanamke huyo. Na hata moto ulipomaliza kazi yake ya kikatili, ardhi ya Namugongo haikukauka damu kwa wiki 3. Damu hiyo iligeuka mbegu ya imani iliyoota kwa kasi kote Uganda na hatimaye Afrika na dunia nzima. Miaka mingi baadaye kanisa kubwa limesimama pale, lakini nyuma ya kuta hizo bado kuna sauti za walioshuhudia mapenzi yasiyokatika hata mbele ya mauti. Hivyo ndugu zangu, tuwe tayari mimi na wewe kukabili shida za dunia hii, sababu tu tupo upande wa Yesu, kwani ghadhabu za dunia hii ni za kitambo kidogo, kwani katika radhi yake Kristo mna uhai. Maana kilio huja kukaa usiku, lakini ikifika asubuhi utanishukuru. Basi mpendwa, asante kwa kunisikiliza, lakini usisahau kusubscribe YouTube chaneli yetu Clarity EATV ili kupata simulizi nyingi za namna hii na mafundisho mbalimbali kuhusu imani. Imani yetu ni silaha na roho zetu ni huru.